kitu ambacho nataka kufahamu. Swala ni kwamba hili game haliko open. Hizi lebo ziwe wazi. Kwamba wewe unachukua kiasi fulani. Iwe tu kwamba bwana mmepata show ya Arusha. Mimi Arusha ni milioni 10. Mimi Mwanza milioni 10. Wewe tafuta hata milioni 50. Hizo mimi hazini. Ila cha kwangu ni milioni 10. Iwe hivyo kama unavyoona nchi za wenzetu Ulaya na Marekani. Na ndio maana mameneja zao wanahakikisha, kwa sababu bila show hapati chochote. Kwa hiyo ili apate pesa lazima kuhakikisha anapambana kupata masoko ya msanii, kwa maana ya shows, kupatafuta matangazo, kufanya nini. Pesa ikiingia na yeye ana asilimia yake as a manager. Msanii anakiona huyo manager atafuti deals, anapiga nini chini. Kama ulivyoona hata Sharemond, manager yake alikuwa ni mamake, akashindwa kupromote albamu yake, hakumpiga chini, alimpiga chini mamake, kwa sababu ndio alikuwa manager wake. Kama unavyoona Burna Boy manager yake nani? Si mamake mzazi. Lakini mamake akija kufeli kupromote kazi za Burna Boy, atamwambia mama, baki kama mama, hapo umefeli. Sipati shows, sipati deals, sipati nini. Ndio kazi ya mameneja. Sawa. Sasa kitu cha msingi kwamba kwa nini Ibra alionyesha kushtushwa kudaiwa bilioni 1? Ina maana wakati anasaini ule mkataba hakujua kwamba kipengele cha kuterminate mkataba. Usinicheleweshe kwanza, leo Jumapili ninakuwa ibada. Ninakwambia hivi, wasanii wajifunze, wasikurupuke kusaini kwa sababu huwa wana kiu ya umaarufu. Ndio maana hata ba yeye anasaini. Mkataba una makaratasi 20. Yeye anaweza tu hapa juu ukurasa wa kwanza anakimbilia kwenye signature. Anasaini bila kama ilivyo kutokea kwa nani ule Anstone Street. Saligewa Makarablasha na Wasafi. Akasaini. Kumbe kuna vipengele, baadaye akayarudisha yale, akasema jamani mkataba ni mgumu, nisikusoma vizuri. Paka leo Wasafi wakamwacha, paka leo wamepotea. Kwa hiyo wasanii huwa la kwanza wanatamani umaarufu. Ndio maana anakurupuka kusaini. Alafu mwisho wa siku anakuja kupata umaarufu, alafu mkataba kumbe ni mkataba hatari, mkataba gandamizi, mkataba ambao tunasema kausha damu. Ishaelewa, mkataba kausha damu. Mkataba nyonya damu. Ndio maana unaona wasanii wanahangaika, wanajikuta ndio wanaambiwa utoe milioni 500, utoe bilioni 1. Hivyo vitu. Kwa hiyo tatizo uozo uko kwa wasanii wenyewe. Pokea mkataba. Mimi nimekapenda kale kasanii ka Kongo kalikoshinda BSS. Kaliojiwa Wasafi. Diamond alikuwa anamtaka sana. Kakaojiwa Wasafi refresh, nilikuwa naangalia hapa home. Kakasema ndio Diamond ananitaka na lebo kubwa na nikiwa pale nitasikika sana, lakini siwezi kusaini mkataba mpaka nimshirikishe babangu mzazi. Mkongo huyo. Angalia hapo na akili. Lakini ule Mkongo angekuwa sasa mshindi wa BSS hapa, anaitwa na Wasafi, kashamwaga wino long time. Lebo yoyote ingemjaa bila yes. Okay, tutoke huko. Tunaona kinachoendelea siku ya leo. Ibra na Harmonize wanavyojibizana. Harmonize, Ibra kwanza amelalamika. Harmonize amemshinikiza amue mpaka mama yake. Yaani kutoa kafara. Lakini pia Harmonize, Ibra ametoa malalamiko akidai kwamba Harmonize kuna siku alimuita Ibra chumbani ili ampige miti. Sasa sijajua ni kitanda chako wewe. Soma channel vizuri. Msingi wao ni upi? Wanahitaji nini katika kufanya hiki? Shetani. Kwa hiyo kuna wengine wanaambiwa ukifanya hivi utawika, na kuna wengine wana fedha, anakuwa anawapiga miti ndio anawawezesha, anawalipia video, anawapa magari ya kifahari, anawapa pa kukaa pazuri na nini. Unakuwa fame, unakuwa star, watu wanasema fulani ana hela, anawika sio nani, kumbe ana mabasha zake. Ni mke wa mtu. Soma channel vizuri. Kwa hiyo kaza. Wewe ni mtu wa vyombo vya habari, kaza. Usilegeze, kaza. Unazingua. Nakwambia kaza. Bila hata grease, kaza. Unazingua. Usihitaji grease. Usihitaji mafuta, kaza. Usije ukapididiwa, kaza. Kataa mafuta. Noma sana. Kaza, vyuma vikaze. Kwa hiyo
Si Mambas 24 tunakaza. Hatuhitaji grease wala hatuhitaji mafuta sisi. Tunakaza. Unakataga ofa. Ya sinaga hizo sio. Ndio vipi hapa mjini mapendejea kwanza mbali na mapendejea hivi. Shara mbali mpaka mapendejea wasema huyu jamani jeuri sana huyu jamani. Mimi nakutana nao same siwezi eti nakuta mapendejea wamekaa meza fanya na mimi najichanga uwezo ukanikuta. Sinaga hizo shobo. Shana kuna mipaka. Na hata kukaa karibu na mashoga mimi sitaki hata kwa sababu ukikaa karibu na mashoga. Kwa mfano ilivyokuwa tunasafiri miaka 13 ya Diamond Kigoma kwenye train. Yalikuwepo karibu 30. Yalivyo leo unapishana naye kwenye corridor hivi linakushika sehemu za asili. Linajifanya limelewa. Yes, kwa hiyo maana yake anakushawishi kwa sababu na kulikuwa na vyumba uingie ukapiga miti. Kwa hiyo you have to make distance. To stay away from this chichman, from this bomboclat people, hypocrite people, bomboclat, hypocrite people, chichman people. Stay, make distance, stay far from them, stay far from devil. Kaa mbali na shetani. Ukimkaribisha shetani karibu, tayari anakuteka, anakuharibu. Kwa hiyo Ibra kuitwa chumbani na Harmonize alikuwa anataka amfanyie ampige miti. Na hayo nilishasema watu wanaonekana wanashine, wanalala na mama zao wazazi. Shana ile wanafanya mpenzi wa mama zao ili washine kwenye muziki. Wanatoa kafara. Ndio maana Ibra alishawishiwa mtoe mamake mzazi ili ashine. Dogo akagoma. Haya yote nishayazungumza. Sasa hivi kila mtu anaelewa Konki Master ni msema ukweli. Sababu yote ndio yasema kipindi cha nyuma ndio yanaonekana, ndio yanatokea. Shanaelewa vizuri. Kwa hiyo sema ili lao zito sana hili. Inawezekana huu ugomvi uko serious sana. Mpaka Ibra anasema ulitaka nimtoe mamangu. Nakumbuka kipindi kile mpaka Makonda aliingilia. Ugomvi wa Ommy Dimpoz na Diamond unakumbuka? Ommy Dimpoz alisemaje? Alitoa kashfa moja kuhusu Mama Dangote. Nakumbuka. Diamond, si ndio? Alafu Diamond akajibuje? Unilazimisha nikupumlie. Unilazimisha nikupumlie. Nikakataa. Mpumulie kisogoni. Yani kwamba mpige miti. Kwa hiyo Ommy Dimpoz alikuwa anataka afanye nini? Diamond ampige nini? Ampige miti. Kwa ndo hayo unayoyaona kwa sababu na kipindi hicho Dimpoz alikuwa karibu na Diamond kila siku anashinda madale kwa Mama Dangote. Ndio walikuwa anashinda wote wakina Sheta, wote walikuwa anashinda kule. Diamond Bindo anakaa huko na mamake. Kwa hiyo ilikuwa family. Ndio baadaye wakaja wakazingua na kila mtu akachukua njia yake wakina Sheta huku mara nini, ushanaelewa vizuri. Kwa hivyo vitu vilikuwepo, watu walikuwa wajui. Sasa ndio wanaanza kuamini sasa kumbe Duduba alikuwa anasema ukweli. Kwa hiyo ili kwa Harmonize kuliona huenda aliliona toka Wasafi, huenda Harmonize alishafanywa akiwa Wasafi. Sasa naye anataka kwenye lebo lake au anawafanyia na wengine. Kama P Diddy alishafanywa kuwa pale P Diddy na yeye akaanza sasa kuwafanyia nani? Wengine. Umeelewa vizuri? Ila sasa mimi sipati picha kwa sababu Harmonize ni mtu ambaye anapenda wanawake na tunajua wanawake ambao wanapenda yeye namna jinsi walivyo. Sasa inawezekana ikawa kweli Ibra alito na Harmonize chumbani. Kama umegewa masharti kwamba kufanikiwa lazima uingie kwenye ulimwengu wetu, uwe unalala na wanaume wenzako. Si una mke? Si nimekwambia kwamba sasa hivi mashoga kufunga ndoa ni jambo la kawaida ili kuficha, kuweka siri kwamba jamaa yule ni mzima ana mke, ana watoto, kumbe linaliwa. Ndio maana kuna shoga na msenge. Shoga ni yule aliyezaliwa na homoni za kike. Ulishakutana na watu wa hivyo? Wengi sana. Si ndio? Wale hawana dhambi. Hata kwenye familia msimfukuze. Ana homoni za kike wala hata huku Kilungu hakuna. Shanele hawezi kufanya chochote, yani hata kutembea kwake, kuongea, yani ana homoni nini? Alitakiwa awe na homoni za kiume lakini mwili wako ukajaa homoni za kike. Ni sasa unaona hawa madume jike hawa. Tunasema nini haya? Matomboy. Homoni za kiume zimezidi kuliko za kike. Kwa hiyo hawa wamezaliwa hivyo. Sio kila tomboy anasagana. Bali amezaliwa hivyo, anapenda kuvaa nguo za kiume, amekaa kiume, kazaliwa hivyo. Sio kajitengeneza. Mashoga na nyao wako hivyo.
Wasenge ndio hao wanaotaka magari mazuri. Ana mwanamke na ana watoto, anapigwa miti kwa sababu anataka gari zuri, anataka pesa, anataka avae vizuri, anataka walipie watoto ada za shule. Watoto wanajua baba mchapakazi, kumbe mchapakazi kwenye kuinamishwa. Shana walale pazuri. Kwa hiyo hao ni nani? Wasenge. Jina jingine mchicha mwiba. Mchicha anagonga naye anafanya nini? Anagongwa, wako kibao. Kwa hiyo sasa hivi wanajificha kwenye ndoa. Kutokana na hiyo situation, inaonekana Harmonize alikasirishwa sana. Mwisho wa siku amemwambia sikutaki. Amemwambia bwana, unajiona sijawekeza chochote, lazima ulipe, sikutaki. Hapa tumefupisha tu, maelezo ni mengi. Kaamua kwamba Ibra alipofikia sasa yameshamfika shingoni, anaanza kutoa siri za Konde Gang, kama hivyo aliitwa chumbani afanyiwe kwa ushoga, apigwe miti, alafu pili amtoe kafara mamake mzazi. Ni haya ambayo Vanessa Mdee alikwiti muziki. Alisemaje? Vanessa aliongea sana moyo, ingawa aliongea kiutu uzima. Vanessa alisemaje? Narudia tena. Alisema nilishaenda kwenye lebo, nikaambiwa sisi hapa paka msanii tumpeleke kwa mganga. Tuna waganga wetu. Sasa ukishafika kwa mganga, tayari uko kizimba, yani kwenye kizimba cha mganga. Masharti utakayogewa pale lazima accept. Hakuna kukataa. Tayari umesha yavulia nguo maji, lazima uyaoge. Tunataka damu ya mamako mzazi, lazima ukubali. Unatoa. Unaenda mwisho wa siku tena tunataka ya babako. Unaenda tena watoto. Mwisho wa siku unajikuta umebaki peke yako. Na hizo damu za wale uliowatoa kafara zinakuwa zinakusumbua hata usiku. Zinakutokea. Haulali usiku, unaota ndoto za ajabu ajabu. Ushaelewa vizuri. Vanessa alizungumza kwa upana sana kuhusiana na game hii ya Tanzania, na ndio haya mnayoyaona kila siku. Ndio maana mimi nampenda sana Vanessa Mdee na huaga namkubali sana. Aliwatoa ukipofu wasichana wengi sana waliokuwa wanatamani kuwa kama yeye. Sababu mpaka Vanessa aligewa jina V-Money. Kila msanii alijua Vanessa ni bilionea, ana mahela. Kumbe aligewa tu maarufu mkubwa, heshima kubwa, lakini mtonyo hamna. Anapanda jukwaa kubwa, speaker kubwa, jukwaa la kimataifa, mataa yanamngalisha, lakini alikuwa anaumia moyoni. Anasema mimi nalipo hela ndogo ili nipige show kubwa, wacheza show wangu na kila kitu. Ilikuwa inabidi nitafute pesa ya ziada kuweza kutimiza hayo mahitaji ya ili tu nipige nini? Show kali. Nikifocus kwamba niende international. Lakini akaona anapoteza muda. Ndio maana akaamua kuwa mama wa nyumbani. Na anaishi better life, anaishi maisha mazuri, anafanya shughuli zake. Tukiwa tunamalizia kwa mfano wewe ndio ungekuwa ni Ibra. Umetia huruma kwa Watanzania. Watanzania wamekuchangia. Imepatikana hiyo bilioni 1 unayo mkononi. Utalipa kwenye lebo ili uondoke, au unaweza kusema bana bora niendelee kuteseka lakini na hii B1 acha maisha mengine yaendelee? Ibra singetoa hiyo hela. Hata ningekuwa mimi siwezi toa, ni mbele kwa mbele. Kwa sababu unatafuta hela na umeipata hiyo hela. Nipata hiyo nimechangiwa, alafu nikupe yani ni mbele kwa mbele hiyo. Huku utaendelea kubaki na mkataba ambao yes, au wish. Kama mkataba unasema kwamba huwezi kutoa nyimbo mpya, huwezi kupiga show bila sisi, basi nasimama muziki. Moja nyingi sana. Gospel, Bi moja nyingi. Yes, nasimama muziki. Nafungua biashara zangu. Mpaka mall. Nafungua biashara zangu, naanza kuimba gospel. Hiyo ilikuwa kwa Messi. Messi si unajua yule wa Marekani, alikuwa chini ya P Diddy. Sasa alivyoona mikataba kama hiyo gandamizi, mambo aingizwe kwenye Freemason, mambo ya kupigwa miti na nini, pamoja na Luni, kama unamkumbuka Luni, yule alikuwa chini ya P Diddy. Kwa hiyo Messi akaona mkataba mbona una ukakasi, akamwambia P Diddy, mimi sasa hivi nimeacha muziki na stop muziki. P Diddy akamwambia poa. Ndio Messi akaanza kuimba gospel. Kwa kwenye gospel no kesi.
lakini akirudi tu kwenye muziki wa kidunia tayari P Diddy iko naye. Sasa hilo ni Muislamu, labda imbe kaswida. Shanaelewa vizuri. Baada ile nafasi yake ikachukuliwa na Luni. Luni akaja I Need a Girl, akiwa yeye Luni, P Diddy, Asha Raymond na nani. Luni mpaka akaja Dar es Salaam hapo. Luni sasa hivi ni Mswahili na anaishi Saudi Arabia huko. Ushanaelewa? Na yeye alikataa mambo ya kishetani ya P Diddy hayo. Na yeye akaachana na muziki, kasilimu, sasa hivi ni swala 5 Luni. Bwana, shukrani sana. Kutokana na leo ni Jumapili na una ibada pale inaendelea. Naona una maji ya kutosha pale, maombezi. Kwa sababu leo nasali kwa njia ya TV. Kufuatilia Boniface Gordon Mwamposa, na ndio maana kuna maji katoni 5 ziko pale, nimeziagiza asubuhi. Kwa hiyo anapoombea maji kule na mafuta na upako unatua moja kwa moja hapa Mambas 24. Kwa hiyo kila Jumapili kama sijaenda huwa najiungamisha kwa njia ya TV kila Jumapili, na ni siku muhimu sana ya kuitakasa hata hii madhabahu nyumbani kwangu hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila Jumapili huwa naitakasa nyumba kwa damu ya Yesu Kristo, kwa maji ya upako na mafuta ya upako, hivyo kuzuia vitu vyovyote vibaya visiweze kuingia hapa ndani, kwa sababu hii ni madhabahu ya Mwenyezi Mungu, ni sehemu ya amani, upendo na furaha. Alisana na mashabiki zako. Wasanii tuache na mashabiki hawana hatia. Kwa mashabiki nasema tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, tuchague viongozi si kwa kuongwa bia, nyama itakukosti. Chagua mtu yoyote unaona kwamba ni diwani bora, ni mbunge bora. Usije ukaleta lawama kwa mheshimiwa rais. Hao umewachagua wewe na ndio wanaishi na wewe. Mwenyekiti usikaza mtaa wewe ndio unamjua, Mama Samia mjui. Kama unauziwa kiwanja kimoja watu 10 mlichagua nyinyi. Diwani mnamjua nyinyi. Alifanya nini na anataka tena. Kama akufanya piga chini, chagua mwingine. Mbunge hivyo hivyo. Usichague kiongozi wa kukutumikia kwa pesa. Na nyinyi wazee na wajua kina mama, nyinyi mnaoshinda na uniform ya vyama hawa, mnageoga 10,000 ndio kwa sababu nyinyi ndio mna kadi za kupigia kula. Ndio kwa hawa vijana bodaboda wengi hata hawajajiandika. Wao ni wapambe tu siku za kampeni, wanajaziwa mafuta barabarani pipi. Siku ya kupiga kula hawana haki ya kupiga kula. Hawajajiandikisha. Wanaoharibu uchaguzi wote ni hao wakina baba na wazee hawa mnaoshinda na makofia nyinyi hao. Sababu ukigewa tu 50,000 umeanguka kula tayari. Shanaelewa, viherere ndio mnatuharibia, kutupa madiwani wabovu, kutupa wabunge wabovu nyinyi hapo. Na hii laana itawakumba sana, kwa hivyo vya 50 na ndio maana hata maisha yenu hayasongi. Hao wanaowapa 50,000 wanaenda bungeni, wananemeka, wanakuwa matajiri, nyinyi mko hapo kwa bia. Hiyo ni laana. Mwafundisha na vijana mlionao karibu, tuchague kiongozi si kwa kunionga bia, si kwa nyama choma, si kwa vitenge. Nyinyi ndio mwa mabalozi. Tuwe na viongozi bora, sio Mama Samia. Mama Samia ni level nyingine huko. Shanaelewa vizuri. Wasanii, shirikisha mawakili, wapo wengi sana. Chukua mkataba kwenye lebo, nenda kausome vizuri. Mwambie mwenye lebo, bana mimi nataka 40%, wewe chukua 60. Kama hataki, lebo zipo, mziki upo tu haufi. Mziki ulianza enzi za mababu mpaka leo upo. Kwa hiyo kama ukikimbilia, kama unaona wanakimbia Wasafi, wanakimbia Konde Gang, wanakimbia lebo hizo, wanakimbia, usije na ukawa kama wale. Tuliza nyoke, soma mkataba vizuri, uwe na faida na huo mkataba. Kama unaona haya madeni, usikimbilie kwenda kupangishwa nyumba Mbezi Beach kwa gharama kubwa, sui mavazi makali. Kama unaanza wewe, mwambie hizo gharama hizo zinusu. Mimi tuanze kwenye muziki, mimi hata chumba kimoja kinanitosha. Umeelewa vizuri? Mimi hata chumba kimoja ninapokaa kunafanya nini? Kunanitosha. Acha kukopeshwa magari kijingo, unakuta gari la milioni 30 unaambiwa ni la milioni 80. Hapo umeshapigwa 50 tayari. Unakuwa unazunguka watu, familia wanakuona huko Arusha, huko Mbeya, huko wapi unapiga show na hela, kumbe hela zinaingia kwa mwenye lebo. Lawama hizi si kwa Basata, lawama hizi si kwa Wizara ya Sanaa, lawama hizi si kwa Mheshimiwa Rais. Wasanii wenyewe haya ndio mnasababisha. Hata itafika rais wa awamu ya 30. Kama mtaendelea na mwendo huu, game yenu ya kimaisha, kimuziki itabadilika, mtawika, lakini kimaisha hamtabadilika. Na ndio maana sasa hivi maisha ya Msondo na Skinde walikuwa hivyo hivyo, wajinga hivyo hivyo. Angalia wanavyokufa maskini. Na kwenye Bongo Flava sasa hivi tunavyoongea, ndugu yangu, wasanii wanaoishi maisha kama ya Msondo na Skinde mpaka wanakunywa pombe za kupima, wako kama enda wazimu wangapi mitani? Wengi sana.
Wangapi mitaani? Ni wengi, wana idadi. Hawana idadi. Hao ni nani? Bongo Flava. Hao ni nani? Ni Bongo Flava. Hata akipanda daladala atakonda, mjui kama ni yeye alivyopauka. Na aliwika. Anakunywa mapombe machafu, anakula maugolo manini, hana hadhi, hana heshima. Kwa sababu ya hiyo mikataba walikurupuka. So wewe sasa hivi watch your back. Take time, soma mkataba, shirikisha ndugu zako, tafuta mwanasheria, kaa na hiyo lebo, mkubaliane vizuri, mkishindana, tafuta njia nyingine. So watch your back. Bwana, shukrani sana, tulikuwa na Dudu Baya hapa. Tukutane wakati mwingine.